Diamond yuko willing kukaa na Alikiba na kushikana mikono. Diamond. Yes. Hata kwenye Wasafi Festival Diamond alishataka sana Alikiba tuwe naye. Unajua bifu ya watu iko kifamilia zaidi na imani za kishirikina sana. Dudubaya, na nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na kile ambacho kiliwahi kutokea kwa msanii Alikiba na Jilava, kwa sababu watu wengi wameitamani sana hiyo story, kwa sababu wengi tu walimkuta Alikiba huyo anafanya vizuri. Nataka utuambie kidogo kuhusiana na huruma ambayo alifanya Jilava kwa Alikiba. Kwa sababu kipindi hicho kulikuwa na kundi inaitwa New Jack Family. Kipindi cha makundi sasa, Mida Skendo, East Coast Team, kina AY, Mwana FA, kina Crazy K, na wengine kina Oteni, East Coast Team. Hivi Oteni yupo? Yuko Morogoro. Okay. Sharudi kwa Morogoro, anakaaga Morogoro. Sawa. Kuna TMK wanaume huku, ukija huku Choka Mbaye, Professor J, wateule. Kweli kwa game ya makundi. So na wenyewe watoto wa Kariakoo wakajiorganize kwa ni familia kubwa sana. Ni Jack Family, kina Mr. Blue. Unasikia kina Queen Darlene, kina Alikiba, yani wale ndio walikuwa ni wengi. Toto wa Kariakoo. Shanaelewa. Baadaye hiyo G Records sasa ndio studio ya huyo G Records, yani Jilava. Au Guru. Yani jina lake halisi ni Guru. Shanaelewa. Alipofungua hiyo G Records ndio Alikiba akasaini mkataba. Mkataba wake ulikuwa anachukua 20% kwenye 100. Kwa maana kwamba 40 anachukua studio. 40 anachukua nani? Jilava. Hizo zinazobaki ndo za Alikiba. 20 sasa 20 sasa ndio mkataba ulivyokuwa. Wameenda ndio tukamwona Alikiba na Cinderella, mpaka Alikiba mkubwa ndio kizazi cha kina Matonya sasa hicho. Baadaye ikatokea ile project ya 18 ya Alakeli ile. Alikiba kama mmoja wa wasanii kutoka Tanzania, wengine walichukuliwa Kenya, kina Amani, Nigeria, South Africa, Kongo akachukuliwa Falipupa. Wakaenda Marekani wakarekodi ile nyimbo ikiwa Lighten, produced by Alakeli, kwa sababu iliproduciwa, kwa sababu Alakeli ni producer studio, ana rekodi, anaandika na anaimba. Shanelo vizuri. Wa Nigeria tuseme kama Tekno, ana rekodi, anaandika na anaimba. Kwa Alakeli akaandika ile nyimbo yote kama ilivyo. Sasa ile project ilivyotoka, Alikiba alivyorudi akamwambia Jilava, nimeshakuwa mkubwa, tubadilishe mkataba, niwe nachukua 50 na nyinyi 50, au 40 nyinyi 60. Boss kama boss akasema no, sababu video kila kitu tunagalamika sisi, promotion kila kitu tunagalamika sisi, studio hii ni vifaa vinaungua moto vinanunuliwa. Kwa hiyo wewe baki na 20, utaratibu unaendelea vile vile, mkataba wetu haujaisha uko vile vile. Alikiba ndo akasusa. Alivyosusa akagoma na bosi na akaendelea na mambo yake. Ndo Alikiba akakaa benchi. Ndo akaja Diamond. Kuja Diamond kaja. Alikiba huko anarekodi nyimbo zake, anazo, lakini Jilava hawezi kuzitoa, na Alikiba yuko tayari zitoke mpaka mkataba ubadilishwe. Na bosi na anasema mkataba haubadiliki. Kwa ndo kisa cha Alikiba kukaa benchi. Na alivyorudi sasa baada ya kuhamia, sio aliongea vipi sasa. Naona Jilava tu kwa sababu swala 5 akaona pote mbali, sisi wote watu wa Kariakoo na nini. Akasamee. Ndo akawa sasa chini ya 7 Mosha. Ushaelewa? 7 Mosha huyo kawa manager wa TID, ndo baadaye akawa tena manager wa Omidimpos. Kwa alivyokuwa Alikiba na 7 Mosha, ndo tukawa tunaona sasa anaenda South Africa kushoot video. Ndo Alikiba akarudi na akatoa kauli ambayo ni trend sana, akasema mfalme nimerudi, kiti changu hakijakaliwa mtu yoyote, kilikuwa na vumbi tu. Nimepangusa vumbi, nimekikalia, kwa kiti changu hakikukaliwa mtu. Kwa maana hapo anamlenga nani? Diamond. Sababu watu walikuwa wanaona Diamond kachukua nafasi ya nani? Ya Alikiba. Kwa Alikiba akasema kiti changu hakijakaliwa na mtu yoyote, mimi ndo mfalme, kilikuwa na vumbi tu, nimepangusa vumbi, nimekaa kwenye kiti changu. Ndo hapo sasa Alikiba tukamwona mpaka leo tunavyomwona. Hivi Alikiba na Diamond Platnumz ni kwamba ni mtu aliweka hiyo system ikuwepo, kuna beef, au wao wenyewe waligombana? Hapa Tanzania kuna kuchonganishwa.
Na mnavyochonganishwa, msipotumia akili, mnaweza mkajikuta watu wananufaika kama mang'ombe mmewekwa sehemu mnapiganishwa vichwa. Alafu huko watu wanaingiza pesa. Na kuna beef tu inaweza ikatokea automatic. Labda mmechukuliana mademu. Au mlikuwa kwenye show, labda hata kudhulumiana. Na nini na beef ikafanya nini? Ikatokea. Kwa hiyo beef zinakujaga, kuna za kutengeneza na za ukweli. Unaelewa? Huyu mbona umechukua demu wangu? Kwa hiyo beef inaweza ikawa pale. Kwa hiyo hii ya kushindanishwa Alikiba na Diamond ni watu walitengeneza akajaza hizo chuki. Sasa na sijui kwa sababu kuna kipindi Diamond ndiye alikuwa karibu na Alikiba. Unaelewa? Sijui kikatokea nini huko wakina Dully Saxon, wakina Bob Junior, ukimuza Bob Junior ndo anajua zaidi. Sasa ndo alikuwa producer wa nani? Wa Diamond. Na Bob Junior na Alikiba ni kitu kimoja. Unaelewa? Sasa huyu producer Bob Junior kuna kitu ambacho kilitokea huko Kariakoo. Unaelewa? Ndo sakata likaanzia pale. Lakini mimi nakumbuka kuna siku moja Alikiba alikuwa na uzinduzi wake Bilikanas. Alafu video ya Diamond imetoka. Lakini walienda kumomba Alikiba Diamond atambulishe video yake kwa mara kwanza Bilikanas, na Alikiba alisema haina shida. Atambulishe tu kabla mimi sijaimba. Akatambulisha kweli video, ndo watu wakashangilia na Diamond wakaiona ile video yake kwa mara ya kwanza, video yake ya kwanza kabisa. Basi okay. Sio nini ile. Kwa hiyo tuseme Dudubaya, wewe pamoja na kukaa kote na watu haujawahi kujua kile ambacho kimesababisha hawa watu wawili paka leo hii hawapeani hata mikono. Diamond yuko wili ni kukaa na Alikiba na kushikana mikono. Diamond. Yes. Hata kwenye Wasafi Festival Diamond alishataka sana Alikiba tuwe naye. Sana. Ya Diamond kwenye Wasafi Festival toka 2018 alishataka Alikiba awepo. 2019 Alikiba awepo. Ndio Diamond akaniambia hataki. Kwa hiyo mtu ambaye hataki kumsogelea mwenzake ni Alikiba. Ila Diamond yuko tayari kumsogelea. Unafikiri kwa nini? Unajua bifu ya watu iko kifamilia zaidi na imani za kishirikina sana. Kwa ndo maana nikamwambia kuna bifu umechukulia na mademu. Kuna bifu tu umezinguana vitu vya kawaida. Yes, kwa mfano kama bifu yangu na Mr Nice tu alinitukana nikampiga Bilikanas, ikaenda akawa haji mahakamani, ndio nikampiga mara ya pili jukwani. Kwa hiyo hizo ni za hizo zinasovika hizo. Yes. Sasa hawa ni ya kifamilia zaidi. Na ushirikina ndani yake, ndio maana Alikiba atakagi kumshika mkono Diamond. Kwa hiyo hataki kuwa naye karibu. Huo karibu hautaki kabisa. Hataki hata kusikia, lakini Wasafi Festival inamtaka Alikiba kila siku. Okay. Ya na ndio maana kuna kipindi nikilimuuliza Diamond, sasa wewe Clouds hawapigi nyimbo zetu? Kwa sababu mimi mwenyewe niliingizwa kwenye mfumo mpaka East Africa TV na radio baada ya kuwa karibu na Wasafi. Nyimbo zangu zikawa zipigwi na radio zote ambazo wako against na Wasafi. Kamuuliza mbona unapiga nyimbo za Alikiba, unapiga nyimbo za Harmonize na nini, wakati Clouds hawapigi ngoma zetu, East Africa hawapigi. Magic hawapigi, sijui FM hawapigi. Diamond alichoniambia, Joseph Saga ameniambia media ya Wasafi ipige nyimbo za wasanii wote bila kubagua. Okay. Sababu kila mmoja ana mashabiki zake. Kwa hiyo ukipiga nyimbo ya Alikiba, mashabiki zake watatazama TV, watasikiliza radio. Kipiga za Harmonize, mashabiki zake watasikiliza radio, watatazama TV. Ndio maana Wasafi wanapigaga nyimbo hata za wasanii ambao wako against na nani? Na Diamond. Hiyo ni order ya nani? Ya Joseph Saga. Okay. Yeah. Sawa. Hapo umezungumza vitu vingi sana. Alikiba alimsaini Baraka the Prince alikuwa chini yake, na baada ya hapo kuna ugomvi uliotokea na Baraka hajaonekana tena kuwepo kwenye muziki, kwenye tasnia ya muziki au kutrend kama ambavyo alikuwa anafanya vizuri. Na kuna stories nyingi sana ziliwahi kuongelewa ambazo pia nao umegusia hapo, masuala ya kishirikina na vitu kama hivyo. Wewe ni mtu wa Mwanza, Baraka pia ni mtu wa Mwanza.
nataka nifahamu kidogo kuhusiana na kile ambacho wewe unakifahamu kuhusiana na Baraka, na labda kama unaweza pia ukatuambia Baraka yuko wapi. Kwa nianze Baraka yuko wapi? Baraka yuko Dar es Salaam hapa. Na anakaa Mbweni. Kwa hiyo Baraka kutoka Mbweni kama anaenda Mwenge, anaenda wapi, lazima apite hapa Bahari Beach. Kwa hiyo na uaga tunakutana hapa. Uaga anakuja, tunakutana hapa Bahari Beach, tunapiga story. Kwa hiyo anakaa Mbweni, mimi nakaa hapa Bahari Beach. Kwa hiyo yuko Dar es Salaam. Hilo jibu la kwanza. Sawa. Kuhusu Baraka the Prince kama mdogo wangu, wakati katoa wimbo So Fine, Kwa unatamba sana kanda ya Ziwa, sio nchi nzima. Kuna mshikaji anaitwa Rajabu. Alikuwa ni promoter, anaandaa sana matamasha, nafikiri unamjua pale Mwanza. Sawa. Rajabu alikuwa ni mshikaji wangu sana wa karibu. Kaniambia, "Rubao wako unanipa connection za wasanii na nini, lakini nataka nianzishe lebo ya muziki. Ni sign wasanii. Niwe na walipia Dar es Salaam, nifanye nayo biashara." Kaambia hilo, "Kwa hiyo msanii gani unamtaka?" Akasema Baraka. Mimi Baraka hapo sije kufanya nini? Kukutana naye. Namba zake mnazo? Akasema nazo. Basi kwa hiyo unasemaje? Mimi nataka nisaini mkataba au ana rekodi kwa Bob Junior. Akasema sawa. Mimi utaalamu wa kuandika mkataba ninao. Nikamwambia Rajabu, mimi napigania haki za wasanii. Baraka huyu ni kijana mdogo na sijuani naye. Ila wewe najuana na wewe. Mimi nikitaka hata milioni wago unanipa. Hata nitake 500,000 wewe unafanya nini? Unanipa. Kwa hiyo wewe ni mshikaji wangu. Kwa hiyo sitaki kushiriki kwenye kumgandamiza Baraka japokuwa ni mdogo alafu simjui. Kwa sababu wewe nakujua. Ninachotaka, kama unataka nishiriki kwenye mkataba wako na Baraka, nataka win-win situation. Baraka achukue 50% na wewe 50. Mavazi kila kitu ni juu yako. Usafiri kila kitu, akienda Dar es Salaam studio ulipewe video kila kitu ni wewe. Rajabu akakubali. Ilikuwa jioni. Akapigiwa simu Baraka kwamba kesho jioni tukutane Mashi Hotel ile ya Nyakato pale. Sababu ndio ukumbi Rajabu ndio alikuwa anafanya matamasha pale. Mimi nikaenda Kirumba hotelini. Nilipofika nikachukua peni na karatasi reception pale, nikaanza kuandika ule mkataba kwa kalamu tu. Kaandika nikamaliza. Kesho yake nilikuwa naenda Kisesa kwa bi mkubwa. Nilipofika Nyakato nikampigia Rajabu, "Ya mkataba tayari nishaandika, njoo uchukue mwende stationery kufanya nini? Kuprint. Kweli wakaja wakachukua kaenda kuprint. Nikamwambia mimi naenda kwa bi mkubwa narudi. Kweli nikakaa kwa mkubwa saa 10 jioni nikaenda Mashi Hotel. Kweli Baraka akaja, tukakaa pale wakasaini ule mkataba. Rajabu akaanza kutoa mawasiliano na Bob Junior na nini. Baraka ndo akaanza kuwa Dar es Salaam sasa na Bob Junior kwa gharama zote za nani? Za Rajabu. Okay. Imeenda. Baraka alivyoanza sasa kuhit Kid Boy mwenye Tetemesha Records. Kipindi hicho anatangaza showtime ya Radio Free Africa. Sasa hivi yuko Clouds. Anamtamani tena nani? Baraka. Wakiwa data hapa Dar es Salaam kamrubuni Baraka. Baraka akamsaliti nani? Rajabu. Mkataba hujaisha akakimbia Tetemesha Records. Wamekaa na Kid Boy, wameenda na Kid Boy wakazinguana. Kuzinguana, elewa Kid Boy yuko wapi? Kwenye radio. Ana connection. Akiwapigia washikaji zake 2-3, "Oya, msipige nyimbo za Baraka." Hausikiki. Basi. Baraka kugombana na Kid Boy, ndo baadaye ndo akawa sasa na Alikiba. Kwa 7 Motion. Kuwa na Alikiba. Watanzania wanajua kilichotokea. Ule ugomvi. Alikiba aliojiwa, Watanzania wanajua. Baraka aliojiwa hataki kabisa hata kumuona nani? Alikiba. Kwa sijui ni nini kilichotokea sasa pale. Sasa si mdogo wako hajaye kukwambia. Baraka ya tabia ya Baraka hapendi kupelekeshwa. Yaani hiyo ni asili ya sisi kandaziwa. Yaani hiyo sio Baraka. Hatupendi kuonewa. Sisi ni watu tunaopenda haki. Usitaki kunifanya mimi mjinga. Mtu wa kandaziwa ni mpole sana na ana upendo sana. Hilo ukitibua umetibua pabaya. Ndio sisi tulivyo. Ni wakalimu sana na nchi nzima inajua kandaziwa watu ni wakalimu. Wasukuma ni wakalimu, hata ukienda Tarime Wakulia ni wakalimu, ila zingua uone. Kwa sisi hatupendi kugandamizwa.
ndio asili yetu. Na ndio maana hata mimi unaniona mtiti wangu na vyombo vya habari kwa sababu sipendi kugandamizwa. Tuheshimiane, ukiniheshimu na mimi nakuheshimu. You need me, I need you too. You don't need me, I don't need you too. You love me, I love you too. You don't love me, I don't love you too. Yani ni mbwai, si ndio tulivyo. Kuona Baraka ndio yuko hivyo. Hapo niliwahi kuona interview yake moja, anasema kabisa hivi, ukiona mtu amefikia hatua ya kusema kwamba simpendi fulani, Baraka anasema simpendi Alikiba. Hata mimi, yani mimi na upendo sana. Naweza nikakupa upendo hata 200%. Hilo ukija kuzingua. Nikikuchukia nimekuchukia, ila kukuua tu ndio siwezi. Yani naweka mpaka, huwezi kuvuka huo mpaka kuingia tena kwenye Mambas 24. Yani ever. Kama umezingua. Sasa hapo baada ya yote hayo kutokea, Baraka hasikiki kabisa. Unahisi nini kimefanyika? Baada ya angalia kuzingua kote, mimi Rajabu siwezi, kwa sababu Rajabu hana connection na vyombo vya habari. Hata huo promoter alishaacha. Sivyo, alikuwa ni mkuli akasharudi kwao Msomo kwa anaendelea na biashara zake. Kwa hiyo yuko kwenye muziki. Sasa alivyozingua na tetemesha. Kid Boy sasa hivi yuko Clouds. Ila sio mtangazaji. Ni bosi, ana kitengo mle ndani. Sababu wale ndio watu ambao ni watangazaji waliokuwa redio za mikoani, alafu ni maagent wa Clouds. Yaani unakuta mtu uko East Africa Radio, bosi anajua huyo ni mtangazaji wangu, ni DJ wangu. Kumbe uwaga ana posho anagewa na Clouds kupiga nyimbo alizopangiwa na Clouds. You get my point? Na ndio maana wengine wakina DJ Scoff alikuwa Pride FM Mtwara huko. Leo ndio wako Clouds pale. Kuna wengine walikuwa Iringa huko ndio wanatumika. Piga nyimbo hizi, yani anapangiwa nyimbo 20 hizi ndio za kupiga. Hizi na hizi za watu usipige, za Duduba usipige. Mikoani wamejaa watangazaji wa hivyo. Na mpaka leo wameacha Soremba hana kitu chochote. Paka hivi. Sasa Kid Boy alikuwa showtime ya Radio Free Africa. Ndio kuna top 10 pale. Anawasiliana Clouds. Kiss FM akina DJ Malis. Wote ni maagent wa Clouds. Kwa hiyo pale tu Sahara Media, kwa maana Star TV, Kiss FM na Radio Free Africa zote zikamzima nani? Baraka. Kwa sababu kamzingwa nani? Kid Boy Tetemesha Records. Sasa hivi Kid Boy yuko Clouds kitengo. Pale utasikikaje Baraka the Prince wakati adui yako yuma mle ndani? Na Clouds walivyo, kimzingua mmoja anatoa taarifa, kituo kizima kinakuwa against na wewe. Ndio tabia yao. Wale unajua ile Tanzania ni majitu majinga sana. Yaani mimi JS unaweza ukawa mtangazaji. Sawa. Nimechukua demu wako bila kujua ni demu wako. Si ndio? Yaani nimekutana naye. Sikukuambia na mimi. Sijui kama ni demu wako. Na wewe hauko karibu. Yaani ushaelewa. Alafu na demu mimi nimemtongoza, kakubali. Kasema kwamba mimi sina mtu. Nimekuwa nao umekuja kujua demu wangu anachukuliwa nani? Na Duba. Eti unaenda ofisini unapeleka kesi. Duduba anachukua video yako, alafu yanaungana yote ya manguruwe sasa. Yanaungana yote, atupigi nyimbo zake. Inshu ya kita unaipeleka kwenye media. Ndio maana nakwambia Tanzania hawa watu wa media, ndio maana hata Magufuli alisema mengi hayajasoma. Unajua mengi yanayotangaza yanaokotwa mitaani hajapita vyuo. Na ndio maana Mwakiembe aliwaambia hatutaki watangazaji kwenye media ambao hajasoma. Kipindi cha Magufuli, sababu mengi yanaokotwa mtaani. Huwezi ukawe professional umesoma chuo cha utangazaji. Mimi nimechukua demo wako kitaa. Inshu ya kitaa unaipeleka kwenye media. Alafu na media nzima kuanzia uongozi wanakusupport wewe, hawapigi muziki wangu. Ndio kitu kinachotokeaga. Na ndio maana Tanzania hapa unaenda disco, DJ anakuona kabisa Duduba. Kuna siku moja tena niko na kina Loma, yes. Loma Stamina, Maisha Club ya Makumbusho. Nikomboa Maisha Club ya Makumbusho pale. DJ anapiga nyimbo za Nigeria, anapiga nyimbo sui za South. Na yeye mpo ndani hapo. Tuko ndani hapo. Walionifuata mimi counter ni Loma atakuwa anakumbuka na Stamina. Na TID alikuwepo. Wasanii tumekaa counter kibao. Nyimbo zetu hazipigwi. Kama hana yani. Kama hana na anatuona. Unaelewa? Baada kina Loma unajua mimi wasanii wengi wananikimbiliaga mimi. Unaona wangu? Nyimbo zetu si hazipigwi hapa, anapiga nyimbo za nje sio nani. Sasa DJ wa Tanzania anachokitaka ili apige nyimbo kakuona uko pale ndani. Wewe fanya tumuite mudu, subiri mudu. Dada njoo. Dada njoo.
kamsikiliza DJ anakunywa nini. Anakunywa nini? Dada Jo. Kamsikiliza DJ anakunywa nini. Safika pale. Duluba au Loma anauliza unakunywa nini. Bas. Jote nakwambia bas. Nyimbo ile kuwa hapa tayari utasikia yes Loma Stab in the house. Okay. Nyimbo ndo inapigwa sasa. Angalia they are very stupid. Ndio maana mimi nikiwachana lakini reality nazungumza ukweli. Wewe kupiga nyimbo ya Tanzania bwana mpaka nikununulie pombe. Huyo Davido kakununulia pombe. Wizkid kakununulia pombe. Shaggy Shampoo anakuja anachukua pesa hapa milioni 500 milioni 800. Anafikia Serena hoteli wala kutafuti. Uone kinya. P Square unapiga nyimbo zao wanakuja hapa anaipa milioni 500 wanafikia hotelini wala hawaulizi wewe kuna mtangazaji DJ anapiga nyimbo zetu Friday aje hapa tulelee bata. Hawakujui. Okay. Wanachukua milioni 500 na wanachukua dada zenu wanawapiga miti hao wanaondoka. Shaelewa vizuri. Wanaachia hadi mimba mle. Shaelewa vizuri. Huoni kinya. Kama unapiga nyimbo ya msanii wa nje anakuja hapa kupiga show hata kutafuti. Lakini Dudubaya kila siku uko naye. Unaweza ukawa unauma Dudubaya kukusaidia. Unaweza ukawa una hata hela ya mafuta kwenye gari Dudubaya kukusaidia. Lakini unapiga mziki wa nje na Dudubaya yuko ndani, Loma yuko ndani, TID yuko ndani. So ashamed. Hiyo ndio Tanzania. So ndo unataka kumaanisha kilichomkuta Baraka hapo. Na ndio hiyo sasa hapo nimekupa utamu mwingine. Sasa Kidibaya yuko Clouds. Huku kazingua kwa Alikiba. Seven Motion promoter mkubwa. Sawa na ndio manager wa Tracy mziki kwa ndio maana hata kwenye tuzo za Tracy ndo anahusika zaidi wa Seven Motion. Alikuwa mtangazaji wa East Africa. TV na radio amekuwa kwa hiyo anajua mambo ya media Seven Motion. Hata Clouds kama sikosea alishafanya kazi. Alafu baada ya kuzingua na Alikiba, huyo Baraka the Prince akawa Loyal Production kwa kina Mgalula wenye Papichulo Kinondoni ule ukumbi wa Papichulo Mwanamboka pale. Wakawa yeye na Blight. Yule dogo Blight. Wakawa yeye wameenda na pale tena wakazinguana. Na ndio maana Blight mwenyewe yuko kwenye hicho kifungo ndio maana asikiki. Na alinimsikia anahojiwa Magic FM na DJ Tasi kwetu Flavor akasema kabisa mi baada ya kuzinguana na lebo yangu wanahakikisha radio zote azipigi nyimbo zangu. Mtoto mdogo maskini Blight kale hawapigi nyimbo zangu kwenye TV na radio kwa sababu nilizinguana na lebo. Na ndio hiyo tabiri yopo. Aliyekupandisha ndio anayefanya nini? Anayekushusha. Sababu alitumia pesa yake wewe uwe pale juu. Na anahonga tena pesa wewe kukushusha ndio Tanzania. Ndio maana watoto wadogo umri mdogo wanapotezwa kwenye game vipaji vikubwa. Ndio maana nikisema Bongo Flava kwa style hii hatuwezi kwenda international kwa sababu tunauana wenyewe kwa wenyewe hapa. Tofauti na mataifa mengine. Kwa sasa Baraka the Prince kuanzia Kidibaya yuko Clouds mle ndani. Kwa kina Alikiba huko. Sijui hata Crown kama wanapiga muziki wake. Bado hao akina Mgalula. Angalie convoy yote. Bado tena huko Wasafi. Alikuwa na mchana sana Diamond kama unakumbuka. Unakumbuka? Yeah, nakumbuka. Yeye na Wasafi pia ndio maana unaweza ukamwona Wasafi Festival. Wasafi huko na penye kakinukisha. Kina Alikiba kimenuka. Kwa Kidibaya imenuka. Loyal huko kimenuka kwa kina Mgalula. Sasa hawa wote wanahakikisha wewe ufanye nini? Hausikiki. Nakwambia keep it up. Tafuta marafiki wazuri Hambo. Baraka the Prince Kenya anajulikana. Uganda anajulikana Baraka the Prince. Take your passport nenda ukaishi hata Kenya. Mbona Mr. Nessa anaishi Kenya huko anapiga muziki? Na ndio maana mimi hapa hawezi kunibabaisha. Mimi hapa mimi najulikana Afrika Mashariki. Mimi hapa sasa hivi naweza nikachukua passport nikaenda Zambia. Nikaenda Lusaka pale na siendi kwanza underground. Sababu nyimbo zangu zote Zambia wanazijua. Nikifika tu pale tena naweza nikarekodi hapa. Nikashoot video hapa nikaondoka na full package. Nikifika pale ni press conference moja tu na waandishi wa habari wa Zambia. Zambia yote inajua Mamba is here. Nikienda Malawi Blantyre pale wanajua Mamba is here. Ndio kama ninavyoondoka Nairobi nikifanya tu press moja tu waandishi ma promoter wanajua Mamba is here. Tutaenda. Sharelo show zile kwa hiyo lazima ndio mara bidi jeuri kwa sababu najulikana nje ya mipaka na ndio maana nishaambia mtahangaika sana. Na Mwenyezi Mungu alishaniambia hata wewe bilioni 1 hawatakuweza kwa sababu unapigana na mimi. Sawa, wakati umezungumza hayo kuna mwanaharakati mwingine ambaye sidhani hata kama unaweza kutegemea kama anaweza kayaongea haya.
Bilnasi alizungumza hiki kitu. Alisema kwamba ni juzi tu. Alisema kwamba to all young people. Akasema wadogo zangu na rafiki zangu mlio barikiwa vipaji mbalimbali, kabla ya kuingia kwenye tasnia yoyote inayohusiana na umaarufu Tanzania, muombe sana Mungu akupe nguvu ya uvumilivu na roho ya kustahimili. Huku kuna kila aina ya vita, usaliti, ushetani, dhuluma, kuanzia kwenye wadau, managers, distribution company, label na kadhalika. Swala la kutajirika ama kupata pesa kupitia hizi kazi sio rahisi kama unavyofikiria. Kupata msongo wa mawazo, kupoteza maisha, kupata maradhi, kuchanganyikiwa ama kuingia kwenye addiction mbalimbali ni rahisi kuliko kutengeneza pesa. Ni vyema kuwa makini sana kuingia kwenye tasnia ukiwa na utayari, lakini usiache kumweka Mungu kwanza. Konki. Huo ujumbe ni konki. Umeona bwana? Hizi ndo harakati zangu sasa toka mwanzo. Nikasema tu atakuwa namsikilizaga Dudubayo. Yes, toka mwanzo wasanii walikuwa kimya sababu ya uoga. Lakini nilishai kuzungumza, nimeanza hizi harakati, lakini one day people will appreciate nini Dudubayo anafanya, kwa sababu mimi sifanyi bila nguvu ya Mwenyezi Mungu. Sifanyi bila kutanguliwa mbele na Yesu Kristo. Yesu Kristo akikutangulia mbele, hakuna wa kukutisha ukatishika, hakuna wa kukuogopesha ukaogopa, hakuna wa kukuangusha ukaanguka. Roho Mtakatifu ndio mwalimu na kiongozi. Kwa hiyo nafanya chini ya utatu, ndio maana ya konki tatu. Na ndio maana sasa hivi angalia, wasanii sasa hivi wanafunguka, they are tired. Wasanii wanakuja hapa Bahari Beach, ma legendary vijana ambao ni new generation, unaambia bro we are tired shana, tumeonewa sana. Na ndio maana kama hiyo nilishasema, mtu anachukua V8 la mtu au gorofa la mtu, anaposti la kwake, watoto wanaacha chuo, wanagombana na wazazi, mwingine kachukua bumu la serikali kwa ajili ya chuo. Hilo bumu anaingia studio, badala asome anaingia studio, anarekodi na anashoot video. Mwisho wa siku ile nyimbo haichezwi, hela ya shule imefanya nini? Imeshaenda. Wanachuo kibao mimi na wajua wamerekodi kwa bumu ya serikali. Mwisho wa siku hakuna kitu. Na haya walioongea Bilnasi, big up sana Bilnasi, na ndio waliowazungumza Vanessa Mdee, ushirikina. Aliambiwa tukupeleke lebo yetu mpaka tupeleke kwa mganga, hatutoagi nyimbo mpaka waganga. Dhuluma ma managers, wadau kibao wanakutumia tu wewe. Hayo nishazungumza. Watu wengine wana wivu. Sasa hivi ndio wakati wa harakati. Lile giza la mashetani Mwenyezi Mungu kalipiga kofi. Sasa wasanii wako kwenye nuru, wako kwenye mwanga, hawaogopi tena. Ndio maana mmoja baada ya mwingine anazungumza ukweli. Nilianzisha tuendelee kupambana, we have to change this situation kwa ajili ya new generation. Mtoto wako utakuta sasa hivi si mdogo, miaka 20 ijayo atakuwa na kipaji cha muziki, hatakiwi kukuta hii njia ya moto. Umeelewa? Wewe msanii una watoto wako watalisi kipaji chako, hawatakiwi kukuta umoto. Kwa maana gani? Hata wazee wetu Msondo na Skinde, wazee wetu mzee Zaili Ali Zoro, babake Banana Zoro na marehemu Maunda Zoro, rest in peace Maunda Zoro. Babake Dully Sax ni marehemu, rest in peace Baba Sax. Alikuwa rafiki yangu sana. Na Dully anajua, na ndio hata Dully kila mara niko naye Bahari Beach kwa sababu Dully is my best friend. Umeshana hawa wazee wakati wanahiti ujana wao, wanaimba kwenye manini huku na nini. Kipindi hicho disco liko wapi unajua? Kariakoo waje sijaja da DDC pale. DDC unavajua? Napasikia. Simbazi hapa kuna benki ya Posta. Nyuma yake sikuna ukumbi. Sasa ndio ulikuwa ukumbi wa starehe Kariakoo. Kipindi hicho wasichana wadogo wanaoenda viwanja vya disco ndio kina Mama Dangote. Okay. Wakina Bihindu. Bihindu unamjua marehemu? Kwa mwigizaji. Si Bihindu alikuwa anaongea hata EFM, anataja list ya wasichana ambao yani sisi ilikuwa wa moto. Disco wapi? Kariakoo hapo. Mama Dangote. Shanaelewa. Bihindu, kina mamake Dully Sax. Yani ndio walikuwa mamama wa Kariakoo. Ndio masista wa disco. Kipindi hicho
Ukija kwenye CCM mzee wetu Msondo na Skinda alikuwa na kiti chake alishazungumza. Mkwere. Mzee Kikwete alishazungumza mwenyewe. Unakumbuka Dodoma aliongea? Nakumbuka. Ushanielewa? Akazungumza mimi Skinde wakiwa wanapiga sehemu si Msondo au Skinde. Alikuwa na kiti chake kipindi wao ndio vijana wa UVCCM. Yeye na kina Lowassa. Kondo walikuwa vijana wadogo kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ndo yalikuwa wale ndio madisko yao. Kwa hiyo Kikwete alikuwa na kiti chake. Kwa hiyo alikuwa mtu akikapa anaambiwa mwenyekiti akija wewe utampisha. Kwa hiyo Kikwete alikuwa akiingia alisema. Kwa hiyo kile kiti lazima. Kwa hiyo ndio ilikuwa DDC Mlimani pale. Chanel. Sasa hawa wazee hao wakati wa ujana wao na wenyewe walilewa umaarufu na wanawake na pombe. Hawakujua tunazaliana ili tuongezeke. Hawakujua tunazaa watoto watalisi vipaji. Hii njia ya dhuluma ya moto hii inabidi tuisafishe, watoto wetu wapite kwenye njia ya lami sio ya vumbi. Ndio mzee Duli akazaliwa na mwanamuziki babake. Mzee Zaili Zoro akamzaa nani? Bana Zoro. Na nani? Maunda Zoro. Maunda Zoro. Hao Msondo wana watoto kibao. Sawa. Sasa hawa ni mfano kwamba leo nyinyi mliteseka. Duli umemzaa kakuta njia ya moto ya dhuluma ile ile. Bana Zoro mpaka leo hutaki muziki wa radio, hataki kurekodi wimbo kupeka radio wala kwenye TV. Kazulumiwa na kipaji chote kile. Kabaki na bendi. Ni makosa ya baba. Hakujua nitazaa na mwanangu au wanangu atalisi kipaji. Shanelewa. Kwa hiyo sisi wasanii wote tunatakiwa tufikirie kuhusu kesho na kesho kutwa. Hapa tulipo na ndio maana nilishasema hizi harakati zangu siwaongelea wasanii wa sasa hivi kwa sababu tayari wako kwenye kifungo, wako kwenye mikataba. Ndio maana nilishazungumza hata sasa hivi uwe kwenye mkataba wa Wasafi. Mama Samia hawezi kuambia Wasafi mwacheni huyo by force, hawezi, ni mkataba. Labda aombe kama alivyoomba kwa Faisali Toto kuachiwa na Yanga. Bila Mama Samia kuomba Yanga pale Ikulu, jamani aka ni katoto, nyinyi Yanga ni timu kubwa, kaachieni tu. Ndio Yanga akafanyaje? Wakamwacha. Lakini kwa mkataba wa Faisali alikuwa atoki na angewekwa benchi mpaka mkataba uishe na kipaji kingekufa. Lakini kwa ombi la mama Yanga ndio wakafanya wakaaccept, wakamwachia Faisali. Hiyo ndio maana ya mikataba. Hata Harmonize kutoka Wasafi Magufuli aliingilia, sio by force, hekima na busara. Kwa hiyo hii mikataba aliyofungwa hao wasanii na ndio unakuta msanii kasaini mkataba, kesho kutwa anagoma kwenda kwenye show sababu hapati hela kwa sababu anadaiwa. Kesho kasusa mara hivi. Si unasikia hizo? Lakini unakuta sasa yule mtu anayemdai huyo msanii anaona sasa uje hata nikimpeleka mahakamani nitapoteza tu. Atanilipa nini? Na ndio maana wanawachia. Na ndio maana hiki kitu kimesababisha wadau wengi sana wenye fedha waliokuja kuinvest kwenye muziki, wakiwa kina Chief Kiumbe, Stars Juma na Msoma, Muhondo, unamkumbuka Monda? Injine yule alimchukuaga kiuchifu. Pamoja na Mbidoga akafungulia, akawaweka gorofa moja Mbezi Beach, akafungulia bendi ya hatari na vitu kama hivyo. Huyo naye wengi, Zizu Entertainment tipo huyo, wengi wamepiga chini muziki kwa sababu ya hizi tabia. Mkataba unasema msanii utaki kwenda kufanya tamasha sehemu yoyote mpaka lebo ifanye nini? Ipitishe. Unashangaa unaambiwa msanii wako yuko Mtwara, msanii wako yuko Bukoba, kumpeleka polisi mahakamani hana cha kukulipa. Unahangaika na mtu ambaye hana kitu. Kuna watu unaacha. Ndio bwana watu wakaona huu ni upuuzi. Na kuna watu walikuja na studio, wanakaa Marekani, wanakaa Ulaya, wengi hivyo wakafungua studio Mbezi Beach, ma studio makubwa, wakijua Bongo Flava is big business to invest. Lakini wale wote wameuza vyombo kimoja baada ya kingine kwa sababu ya tabia ya wasanii. Kwa alichokiongea Bilnas, big up sana. Sawa, naomba sana mtazamaji wa Dudubaya TV, nafikiri utakuwa umeenjoy mazungumzo yetu. And of course niwaambie tu, niwakaribishe pia wafanyabiashara mbalimbali, mnakaribishwa hapa kutangaza. Kwa hiyo kwa yote ambaye anataka kutangaza kupitia Dudubaya TV, mnakaribishwa hapa. Mnaweza mkatucheck kupitia page yetu official ya Instagram Dudubaya Official, lakini pia TikTok
Dudubaya official, ukitudiem kule tukiona umekaa kibiashara tunaweza tukazungumza zaidi. Nafikiri tutakuwa tumeenjoy zaidi kuzungumza haya mazungumzo na Dudubaya na utakuwa umepata cha kupata. Tutaendelea na maoni yenu tunayaona. Nikukumbushe kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii. I go by the name JS na hivi ndio ninavyofunga, na nilikuwa na Dudubaya. Behind the camera kuna Shahe, kuna Komando Kipenzi. We are out.